Wewe uwapigia makofi wakitoka. Nataka kumuuliza swali moja. Mulisema ni maujaji ama ni mauano? Mimi sijashika vizuri. Hii kwa hapa ni mauano bwana. Hiyo sio maujaji. Sasa tunangojea the last minute. Tulieni kitoko bwana. Unataka tuende na hiyo utamu ama tunarudia tena? Mnataka turudie tena? Hizo wimbo ni tamu. Naona hapo unanisukuma sukuma lakini Said Jude Dono. Said Jude Dono. Wanaweza ingia stage sasa.
Yes, tuwapigie makofi. Sasa nimeona niko sasa nimeona hapo. Sasa nitasema namna gani? Mnataka turudie? Unajua tunaweza rudia. Wakitupatia nafasi tunaweza rudia. Sasa mtaenda wapi mapema yote? Na hiyo wimbo ni tamu. Ulili hata nikiimba sasa hakuna shida. Wacha nikaribishe moderator wa Ndinari aendelee na kutuongoza. Nimeingiwa na maji, sio mimi. Sio mimi, ni maji, lakini sio ni mimi maji. Sio ile ingine, ni hii maji. Wacha nikaribishe moderator wa Ndinari. Good family, good church. Si mumeimba, si nyinyi wote ni washindi, simjipigie makofi tena, hiyo kidogo, pigeni vizuri. So as we wait for the reports from our adjudicator, I would like to invite a team from Caritas. Mnaweza kumbuka siku tuliongea mkasema mlikuwa mnataka, tukasema kuna cover ilikuwa inakuja medical ya Caritas. Mnaweza kumbuka? So that is what has finally been launched. I would like Elizabeth to come and kindly share what she has. Elizabeth, karibu. Uko tayari? Ati? So karibu, tafadhali tukaribisheni Elizabeth na timu yake. Karibuni sana. Karibu Outering Ndinari. And you are free. Tunangoja ripoti yako kwako. Feel very welcome. Tumsifu Mungu ni mwema, na nisalimieni kwa sababu ya mother. Na muniwishi happy Mother's Day. Thank you. My name is Elizabeth Wajiko,
Wagura. And I work for Caritas Microfinance Bank. I head the health sector. I have a background in management of health institutions. And when we met last time, we had promised that we are going to bring a solution to what the families are going through on matters of healthcare. We were able to roll out yesterday in the moderators meeting, and I'm here because the moderators invited us to come and address the CMA. I'm so excited about the music. Yes, I sing, but naona kama siwezi fikia viwango ile nimeona. Nimetoka katika jimbo la Nakuru, Christ the King Cathedral, lakini ile nimeona siwezi kusema. Let me go directly to discussing the affordable healthcare. We call it Calimed Healthcare. Calimed Healthcare is a product that has been organized and well prepared by the bank itself, with the greatest support from the Archdiocese of Nairobi Health Department. The unique features about this product, it has 4 features that are key for us. Number 1, it is a household product, meaning wewe mzee ukilipia umelipa kwa ajili yako na bibi yako na watoto wako. Number 2, there is no age capping. Private health insurances, kigonga miaka ile ufike 60th floor na kuendelea, ujikute uko 7th floor, utakuwa unachujwa. Kwa sababu gani? As you age, your health needs increases. So you are termed like kind of not a preferred customer, kwa sababu utaenda hospitali mara nyingi. Lakini sisi kama kanisa, we have key focus on our elderly persons. Na kwa hivyo kitu tuko na bidii kuangalia wale ambao wako below 65 years, elderly persons within our community. The third thing is the low premium costing, ya kwamba ni ya gharama yake iko chini ukilinganisha na insurance za kawaida. Na ya mwisho, there is a very short waiting period. Hiyo ni kusema baada ya kulipa hiyo bima, ule muda utajia ndio uanze kutumia hiyo bima, muda ni mfupi. Hayo mambo ya manne inafanya tukue tofauti na watu wale wengine. Na bima hiyo iko na outpatient, yani kutibiwa na kwenda nyumbani, iko na inpatient ile ya kulazwa, iko na mambo ya meno dental, iko na macho ambayo ni optical, na iko na maternity package, meaning it is all in, takes care of everything. Let us now look at the premium rates. Tuko na 2 categories, below 65 and above 65 years. The first one we shall talk about is the premium for below 65, as projected to you in the screens, and you have a choice. You can even say outpatient inaweza jisaidia kwa sababu labda mahitaji ya outpatient pesa si nyingi sana, lakini wakati wa kulazwa hospitali hapo ndio shida hiyo. So kuna option ya kwamba unaweza kulipia bima ya outpatient, ya inpatient peke yake na uachane na nini na outpatient. Kwa hivyo wakati tunasema outpatient, mahali unaona pameandikwa M ni kusema ni member. Member ni wewe mwenye kulipa bima. Na wakati umeona pameandikwa M+3 ni member mwenyewe mwenye kulipa bima, na watu wengine wangapi? Watatu. Tumeelewana? Ni wewe na watu wengine wangapi? Tuna imagine ni wewe na wife
na watoto wangapi? Wawili. Lakini tunajua Mungu ametubariki na tunaweza kuwa na watoto zaidi ya wangapi? Hata wanaweza kuwa 3, 4, na kama ukibarikiwa kama mama yangu unaweza songa, na sitasema ni mpaka wapi. Lakini hata hao extra ndio hao wamewekwa chini, nimeweka +3 plus extra. Column namba ya kwanza unaona tunasema inpatient peke yake. Unaweza kununua bima yoyote between 1 and 8. You have 8 options. The first one being the lowest and the 8th one the highest. Ile ya chini ni kusema unaweza kulipia bima ya 100,000 for your household for 1 year. Ukiwa ni wewe peke yako, unaweza kuwa ama vijana wale hawana wife wanaweza ingia sehemu hii. Si wa 18, si wanaweza. So tuseme wewe uko M na hauna M plus anything, wewe ni M na tunakuombea Mungu ukue M plus something. Bima ile utalipa the premium ili uweze kupewa cover ya inpatient ya 100,000. Ni pesa gapi? Kwa sababu unaona mnawasoma. How much do you pay? 100,000 ukiwa M only. Pesa gapi? 4,200. Ni mingi ama ni kidogo sana? Inatosha. Na kama wewe uko peke yako na unataka kulipia more than that, unataka bima, hata nimewachana na laptop, si mnasoma nini yangu nitoe kichwa na wewe usome, na unataka kaba ya 1 million na hauna wife na hauna mtoto, na unataka kaba of 1 million inpatient, utalipa bima ya pesa ngapi? Tuko ile sasa namba 8 kule, for a cover of how much? 1 million. Na umelipa pesa ngapi? Is it not amazing? Is it not amazing? It is an amazing cover. Na sasa si kusema ni number 1 peke yake ama 8. Unaweza kuchukua number 1 ama uchague number 2, number 3 hivyo, ama uchague number 8. Unaweza kuwa sasa ni M plus 3 for a cover of 100,000 inpatient only. Ukiwa M plus 3 ni pesa ngapi hapo? Haija projectiwa vizuri. Naona kama wale watu wetu wa mitambo, si mtuwekee vizuri tusome. Unaweza kureduce font ndio itoshe vizuri. Hata sasa haijakaa vizuri. Natale natarajia uko na yule ameproject ndio hakikisha imetoka vizuri. They should be able to read from option 1 to option 8. Tujafika combined, tuko ile inpatient only. Technology ni mzuri, lakini saa zingine lazima tugoje kidogo, tuwe patient Rudi option 1. Per annum, per year, in 1 year. Imekuja vizuri. I want to be sure that you can lead, I can lead what you are reading. Reduce kidogo mpaka ikuwe yote inaweza kuwa inaonekana vizuri. Unasoma sasa. Let us go to option 1. Ndio hiyo. If you are, that is over 65. We are still below 65. Yes, hapo. Under 65. Atusomi vizuri. Inpatient primary cover
under 65 years, option 1 is inpatient of 100,000 na sasa tuko M+3. Member na watu wagapi? Watatu. How much will you pay per year? 6,200. Mungu akikubariki mwaka huo mwingine upate mtoto ulipe nini extra? 900. Let us now, you can go now to 150, to 200, 250, 350, 500, 750 na ile ya pesa mingi ni 1 million. Ikiwa ya 1 million with member +3 ni pesa gapi per year? For a cover of 1 million. Sio ni self-explanatory. Hata sitakaa zaidi. Then we can go to a combined rate for under 65 years. Combined ni kusema iko na outpatient na inpatient. Inpatient 100,000 and outpatient 30,000. Meaning hiyo cover ni cover ya 130,000. Tuko hapo, my brothers and my fathers and my husbands. Tuko pamoja. If you are member only for a cover of 130, member ni kusema hana mtu. Huyo ni mtu ambaye hana mtu. Atalipa pesa gapi for both? 10,650. Na kama amejaliwa mtu na ako na mtu ni kwa hivyo ni M+3. Si tumepatana? Father, unashika hii maneno ama hii story inakuwa gumu kwako? Mungu akubariki Father. Haya, tunaelewana, nimetoka hapo, wanaweza kucomplain, si niwakaribie kidogo. Haya, na kama ni 1 million, tuende hivyo, inaweza kuwa sasa 200, inaweza kuwa 350, inaweza kuwa 500, inaweza kuwa 750, na ile kubwa sana ni 1 million. Combined outpatient and inpatient. Si tumeelewana? Haya, ikiwa combined itakuwa cover of 1.1 million. Kwa sababu it is 1 million for inpatient na 100,000 for outpatient. Ukiwa ni member only, utalipa pesa gapi? Ile ya juu ya kwanza, si ndio? Ni pesa gapi? 45,000. Na kama ni M+3, 73,000 for a cover of 1.1 million. Ni mzuri ama si mzuri? Ni mzuri. Let us now go to over 65 years. Sasa unajua kumeharibika. Unajua kuna watu wanaweza kuingia mahali ushtuke mara moja. Sasa kama kuna kitu nilidanganya nitashikwa, lakini msijali, sikuwa nimedanganya. Let us move to over 65 years. Over 65 years, inpatient only, bila outpatient. For over 65 years. Kama ni mtu na hana mtu, dadi na mama aliendaga akagulia akaenda, ama the opposite. Ili apate hiyo cover ya 100,000 inpatient only, atalipa pesa gapi? Utalipia mama nini? Wale ambao ni yanga na wewe mzee uko hapa. How much do you need for a cover of 100,000? 5,480. Ni mkauga mwena dhena. Kuna mtu atawahi kusema ati sasa health care hatuwezi kujisaidia. With 5,480, and it is not per man, it is per what? Per year. Do we have a reason to get stranded anymore? Si mnajua mahali ninaelekea. Can you continue being stranded? No. Na kama ni M+3, ni kusema labda mama alienda mahali watu wanaendaga kwa baba, na ukawa kuna msaidizi amekuja na ako na mtoto. Si inawezekana? Mnaangalia ni kama hii story ni si ya ukweli.
Ni ukweli baba? Inawezekana. Huyo ndiye ataitwa N+3. Atalipa pesa ngapi for that cover? 8,200 na any extra person wataongeza 1260. Wacha twende kwa 1 million. The maximum ile mingi. Ile sasa itakuwa 1.1 million. For that cover, huyo baba wa over 65 years anastahili kulipa pesa ngapi kwa mwaka? Cover ya 1.1 million atalipa pesa ngapi? Mtu aseme na aseme kwa sauti. Sisi tunasoma kwa ubao. Option 8, 1 million na for inpatient na 100,000 for outpatient. Member only 63,720. Na kama akona watu 103,083 shares. Na kama kuna extra ni hivyo. Nimemaliza mambo ya premium. Would explain other few things. When the insurances charge a lot of money, it is because of unethical behavior. Wizi. Na wizi inaweza kuwa kwa wale mweka mwenyewe ana udanganyifu, ama hospitali na udanganyifu, ama insurance yenyewe iko na nini? Na udanganyifu. Na hivyo inakuwa nyingi kwa sababu lazima kwa premium waongeze pesa ile itaibiwa. Lakini kwa hii Harimedi ambayo ni ya kanisa, tumekubaliana as all of us from the system, no stealing, hakutakuwa na nini? Na wizi. Ndio maana tumeweza kutengeneza cover ambayo haina premium kubwa. Hivyo, when we are starting, you can only access health services from a hospital owned by a church. A church ni kusema ni hospitali za makanisa. Ikuwe ni Catholic, ama ni PCA, ACK, whatever. Hospitali lazima ikuwe ya nini? Ya kanisa. Ili wao tunaelewana na wao. Number 1, quality of services. 2, efficiency. Si hadithi ya system iko chini, hatuwezi kuangalia and so forth. Hiyo story zote. Ili sasa from where we sit at the center of a diocese, we can be able to confirm membership from the center of a diocese, from the bank itself, na hakuna mahali ambapo mgonjwa atagojea kwa sababu system ilikuwa nini? Chini. Hiyo ni makubaliano ya kwanza. Makubaliano ya pili ni kwamba hospitali wakati ina sign hiyo contract, hakuna kufanya test ambayo haikuwa necessary. Ati vile ukienda hospitali unaulizwa uko na insurance, ukitoa hata kama ulikuwa homa unapimiwa makojo. Sasa homa premium kwa sababu uko na cover, wasiende kutoa vitu ndio pesa iende. So kwa ujumla nasema hivi, tumeanza na hospitali za makanisa for control purposes, ili kama ukinunua ikufikisha mwisho wa nini? Wa mwaka bila kuisha. Nataka kumalizia na sijamaliza. If you are not able to pay for that cover, that is why Caritas Bank iko hapo. The bank will pay that premium for you, na wewe utalipa kila mwezi. Kwa sababu insurance inataka ulipe pesa yote mwanzo wa mwaka kusudi hospitali zipate pesa za kuwalipa wakati wamepeana huduma. Na hivyo iwapo hutaweza kulipa na mara moja wewe mwenyewe, banki italipa hiyo premium insurance, lakini wewe utakuwa unalipa kidogo kidogo mwisho wa mwezi, so that no one can be excluded because of how we get money. Kwa sababu pesa, kuna mtu hiyo 4,200 inaweza kuwa ni pesa mingi, lakini akilipiwa, ukifanya hesabu 4,200 you divide by 12, hiyo ni pesa ngapi? Mimi hesabu sikupata. 4,200, simunisaidie wale mlienda shule. Mwalimu wangu wa hesabu hakunisaidia. 4,200 divided by 12,
Father Dogede Wagwito, unajua nimekuona ni roho ikataka kusimama, nikasema umenikuta mpaka Kariobangi. Asante. Huyo ni baba wako wetu Nakuru. Haya. 4,200 divided by 12. 9? 3? Uko sure? 350 per month. Divided by 30 uone per day. Mko serious? Are you sure? Kwa hivyo hata mtu wa boda anaweza lipa. Ati anaweza kutoa tu 50 bob na akakuwa na cover. Hata mama fua anaweza fua na atoe kidogo ile amefua per day na ajilipie cover. That is the direction we have taken, so that our people can stop suffering, na kwa jumuiya tuache mambo ya nini ya harambee. My final statement, mimi siongeaji sana, lakini nikiruhusiwa ninaweza. Ya mwisho ni hii. We want to do a campaign ambayo inaitwa, sijui kama mtakubali, lakini niseme initoke. Tunataka kufanya campaign ya kuondoa harambee wakati mtu ni mgonjwa. Tufanye campaign ya kulipia mtu bima kama hajakuwa nini mgonjwa. Akiwa sikia vibaya aende hospitali. So tunasema campaign, adopt an elderly person today, pay a premium. Adopt an elderly person today and you pay a premium. Acha nikwambie namna hiyo. Mamangu ako 85 years. She has a heart problem. Every month, kila mwezi, ninamnunulia dawa za shilingi 3,000 per month. Ni lazima, hiyo ninajua, lazima ninunue dawa za kumpeleka mwezi moja, na dawa ni 1,000 ngapi? 3,000. Dasa hiyo hajaenda hospitali, bei ya dawa peke yake. Na kwa hivyo mimi nikaona, nikiadopt an elderly person, nimlipie hiyo 5,000. Tumeona 5,000 na mia ngapi? Na 200. 5,200. Dawa zangu zilikuwa za 1,000 ngapi? Na bima ya mwaka mmoja ni 1,000 ngapi? Nani hajui hesabu amalize hapo eziko tu. Ile 3,000, wote nisema ya miezi miwili itakuwa inamgharamia mwaka mzima. Have I saved or have I not? Parents, wale tuko na wazazi, tusiwaachilie premium for that parent, na ili kila mwezi anaenda kuangaliwa vizuri za hospitali na harambee katika jumuiya za kwa ajili ya ugonjwa. Mimi nimemaliza. How do you on board? Niko slide ya mwisho. Yule ambaye anafanya hapo adiletee ya mwisho. Ukitaka kulipa hiyo bima hata utatafuta mtu. Sijui kama wameweka imekuja. You have the onboarding form there. Kama uko na simu, if you scan that, uko na form ya kuingia hapo. Automatically you are on board using that barcode. Form iko hapo, na tumepeana kwa all moderators wa CMA. Tunasema hivi, there is an advantage mkiingia kama kikundi. If you join individually, for outpatient you have a waiting period of 2 weeks. Waiting period ni wiki ngapi? Ni wiki 2. Lakini for an access, you can be attended even before the 2 weeks are over. But when you join as a group, there is no waiting period for a group. Kwa hivyo tuseme kama CMA mumeamua, any group with more than 15 people, mkiingia leo kama kikundi, hakuna waiting period. Na hata kama mtu wako na chronic condition, sukari, hiyo inaitwa kisukari, blood pressure na kadhalika, hata kama mmoja wenu ama wawili ama baadhi yenu wako na hiyo shida, there is no waiting period when you have joined as a group. Kwa hivyo tukakubaliana na moderators,
let them take it up by themselves. Wajue kama mtataka kuingia as CMA members with your families, lakini pia imevuguliwa mtu kuingia akiwa peke yake. And finally, it is not only for Catholics. Unajua sasa hapo tumewafungulia ya kwamba sisi tunataka kuhudumia Kenya mzima. Kwa hivyo si Mkatoliki peke yake, hata watu ambao si Wakatoliki wanaweza kuingia kwa skimu hiyo ya CARIMED ambayo tumeifungua rasmi jana in the Archdiocese of Nairobi as we go to other dioceses within the country. With those many words, I'm still available for questions and answer. God bless you. Na tuingie CARIMED. Moderator amesema niache kuficha kadi zingine. Wakati moderators tulikuwa na wao jana, kuna mambo tulikubaliana. Bima zingine huuzwa na agents na wanakuwa na commission. Sasa sisi tukakubaliana na CMA hiyo mambo ya agency na hiyo commission itapeanwa within the system yetu ya kanisa. Kama ni moderator, ofisi ya moderator inafanya hiyo, the commission that is payable will go to that office in our board. Be it in a parish, for example, si kuna moderator wa parokia. Huyo moderator wa parokia mmoja ni kama nani? Nitumie CBC style. Kuna moderator wa parish ako hapa? Mmoja tu. Huyu. Unakaa hapo naye ni moderator kama. Huyu ndiye tutatumia kama CBC. How many members do you have? Okay. No, nasema wa CMA. Principal member. 211. Michael anaweza kuamua ni yeye atarani agency ya parokia yao mzima. Kwa hivyo watu wote watakuwa onboarded in that parish, watapitia ofisi ya moderator. Na anaweza kuamua si mimi peke yangu nitapeana kwa outstation. Kwa ofisi ya moderator in every one policy watakuwa wamefanya watapewa shilingi 300. Na hiyo sub agency atakuwa ameleta ya kituo itapewa shilingi 300. Kwa hivyo kama ni ofisi yake peke yake inafanya ina parish inakula shilingi ngapi? 600 shillings. Lakini akipeana mwingine amsaidie kwa sababu ya turnaround time kufanya ikuwe haraka yake inachukua 300 na hiyo ingine ngapi? Na siri ni hii na msinise. Agencies hawatakuwa watu ambao si ndani ya kanisa. Kwa banki ni ya kanisa, hospitali ni za kanisa. Kwa hivyo wale wanaobodi lazima wawe wa kanisa kuhakikisha hakuna makosa imeingia katika ibu wote mzima. Kwa hivyo si unaanza kuchukua saa hii na 600 inaanza kuingia haraka. Tumsifu Yesu Kristo. We are available for questions. Hii ndio wakitumia hiyo the form is available na kuweka details zote. Kwa hivyo you can see your moderators either in the parish and the moderators shall have everything that we need and any question that can come we can be able to handle that. With those many words, God bless you na tuingie CARIMED pamoja. Hata kama uko na hizo zingine niliulizwa hiyo jana ukiwa na social scheme. Najua social scheme si mnajua ni gani? Hata ukiwa na social scheme unaweza kulipia CARIMED ndio sasa uweze kupata huduma kwa haraka vile unaweza kutaka. Kwa hivyo usifikirie ni ya watu wale wameajiriwa ama hawajaajiriwa. Ni ya watu wote pamoja. Hii ni yetu ya nyumbani, tushikane mkono, tujitoe kwa taabu na dhiki ya mambo ya mahospitali. Tumsifu Yesu Kristo. Thank you, Elizabeth.
Nadhani wanaume and ladies, you have heard something. Have you heard anything? So we'll share the code so that you, it's a self-service thing, eh? Si kitu inafaa kusumbua. So karibu Father. Tukaribisheni our Dinari Chaplain, Father Jean Paul. So to introduce the guest to us. Mungu ni mwema, maujaji wa matumaini. Yangu ni kuchukua na fursa hii kuwashukuru nyote kwa kujiandaa vyema. I believe all of us have done so well. So, as it was said from the beginning, it is not very much about competition. It is about ushirikiano, umoja, na ile upendo ambaye iko katikati yetu kama wazee wa kanisa ndani ya dekania yetu. Kwa hivyo yangu ni kuwashukuru. Tuko na padri hapa pia, yeye anasimamia mambo mengi na ni mtu mzima, atakuja tuambie jina yake na tusalamie. Kwa yale mengi na machache, asanteni sana. Padri karibu. Tumsifu Yesu Kristo. Mahujaji wa matumaini pamoja katika sala. Asante Father Jean, nashukuru. Kwa jina mimi naitwa Father Paul Mirengo. Ninahudumu katika idara ya magereza kama prisons chaplain. Niko pale prisons headquarters. Na naishi katika parokia hii, na nilikuwa nimeambiwa na padre kuna hizi tamasha za uimbaji wa wanaume wa CMA, na nikasema itakuwa vizuri nifike na kuona jinsi wanaume wanavyoimba. Kwa bahati mbaya nikawa nimechelewa kwenye nilikuwa, nimekuta tu mmemaliza. Na hata hivyo na wapongeza sana as the CMA kwa the spirit. Nina ushahidi kwamba CMA members wa hapa nimekuwa nikiwasikia wakipractice mpaka saa 3 za usiku, even beyond. And I admire that dedication, that passion that they have. I'm not influencing the adjudicators that they have, I know they have made their mind from what they have observed. Lakini kama juhudi kama hiyo ambayo imekuwa hapa na kwingineko kote is the same, ninawapongeza sana nyote kwa juhudi hiyo kubwa. Ni shukuru pia tuna makundi kadhaa ambao hufika kuja gerezani kuwaona walio gerezani, na chukua fursa hii kushukuru sana kwa the parishes and the groups ambazo zimeweza kutembelea gereza zetu, iwe ni Kamete, iwe ni industrial area, iwe hata ni kule Ruiru na kote. Tunashukuru sana. Hata tuna dinari ambayo inatembea Jumapili ijayo pale Nairobi West Prison, na ni kundi la ama dinari ya sijinasikia inaitwa Western Dinari, ambao CMAK wote wanawatembelea walio gerezani. Kwa hivyo mzidi kutuombea tunapowahudumia walio gerezani, manake ni ndugu zetu, ni jamaa zetu, na tuzidi kuwaombea pia. Huyu ambaye ametueleza maneno ya insurance, kama alivyoeleza, tunatoka the same place. Elizabeth tunafahamiana, kwa tunakuja kuonana hapa baada ya muda mrefu. Pongezi pia kwa kutueleza kuhusu
the insurance cover na kutu encourage kufanya hivyo. Asante, nashukuru. Asante Father, na tunashukuru, we are humbled. Hata kama umekuja umechelewa, tuliona morali ilikuwa ya kuja ni nzuri. We should not take that for granted. Good family, good church. Sasa tunakaribia pahali pa kumalizia, tujue vile mambo iko namna gani. But a few announcements that I want to make. As much as tutashare kwa wall, but this is just immediate and it is good for you nyote muwe mkochonjo. So all moderators, ndio naambia, you are required to start assisting members to apply for CMA identity cards, which will be used for CMA census and Zonals Music Festival. Zonals ni nini? Mnajua? Kwa calendar. So before then mkuwe na hizo vitu cheti, sababu hiyo ndio itafanya utoboe kuingiza mwimbaji kwenye stage. The CMA formation manual, si mnajua ile kitabu? This is for all members, it is under review. So maoni yoyote mnaona inafaa kuimprove ama itolewe ama iongezewe, tafadhali share that with your parish moderators so that they finally reach the men's coordinator office. Tujaribu tufanye hivyo as soon as possible. Maoni yoyote ile unaona kitu inafaa kurekebishwa, kindly do that. Parish zote 7 hapa kuna ile hela ya affiliation. Si mnachukua? Tafadhali msikae na hiyo pesa, hand it over to where it should be. Najua mahali inafaa kwenda Tafadhali let's do that. By the end of this month, hiyo chapter iwe tumefunga. Niongezea vile Father amesema, and this is a direct message. Each parish is encouraged of the nearest prisons in their calendars as part of a mission of mercy. Kindly let us make that an annual event. Tuko pamoja, najua nyinyi ndio mtasukuma maneno So wale mkiambiwa kuna visit ya prisons ama kitu kama hiyo, tujitolee, sio? Members of the SPP who haven't gotten the dividends, you are asked to update your biodata to receive your dividends. So wale wana biodata zilikuwa na hawajapata dividends zao, most likely shida ni biodata, but share with your moderator wa SDP pale mna mpo ndio, but most likely that is the problem. Biodata is the problem. All CMA members are invited on the 16th of May in celebration of Bishop Kamau's Silver Jubilee at Queen of Apostles at 10. Umeweka kwa calendar. Tarehe ngapi? 16th. Please put that. Na msiseme hamkuambiwa. Ndio tutaandika tena ndio. His Grace Archbishop of Nairobi, Nyolo, has invited all CMA members to Nairobi West Prison on the 18th of May from 10 a.m. to launch the Adopt triple-decker beds for men's prisons. Mumesikia vizuri? Ana launch deckers za prisons. Na mwanaume unajua ukikosana na watu hapa nje utaenda wapi? Kwa hivyo nunua kitanda mapema. Inaweza kusaidia baadaye. So tafadhalini, let us try and do that. So we want to start
giving the presentation, but just before Haya, umejionea na mmejisikia, mmesikia aje? So hii ni kwaya nyingine ambayo inaitwa Outering. Hii kwaya inaitwa Outering Dinari kwa. Kama ungependa kujoin hii kwaya, fanya bidii. Walimu na Mungu azidi kuwabariki. Na mmefanya kazi nzuri. Very happy. Asanteni sana. Haya. So tunaendelea. Tutakuwa very brief. Tulieni sasa tuendelee kidogo. Si mmesikia vile? Na pia hawa walimu walikuwa na mwingine. Si kila mtu alikuwa na wameimba the same. Umesikia mwingine na tofauti na mwingine. Inakuonyesha nini juu ya walimu? Kama kwaya itapatikana iko na makosa, si mwalimu. Si ni kweli? Hakuna mwalimu anayeimba. So kama kuna makosa, lakini si mwalimu. But tarekebisha, sawa? Kwa upendo. Otherwise, langu ni kuwashukuru watu wamekuja vizuri, watu wameimba vizuri, wameinterpret wimbo vizuri. Ni maneno kidogo tu kuna imesababishwa na watu hawakuweza kufanya mazoezi vizuri. Walimu walijikaza vile wanaweza, watu hawakufanya mazoezi vizuri. To begin with, wimbo page 1. Page 1, wimbo tumeandikia title inaongelea Jubilee. Jubilee inamaanisha nini? Kama peke yake stage. Onyesha hata kwa sura, hata kabla uja perform anything. Si tuone hata kwa sura. Tuone hata kwa sura hii. We are here to celebrate. So, I don't know. Wale sijui kama ni njaa. I'm on the mood stage. Somehow, some people were not happy. They were not jubilating. So, you check on that. Umeandikiwa, sawa? Kwa score sheet yako. So, we're supposed to show that jubilation on stage. Some choirs did, some didn't. So correct on that. Then tumepewa performance direction, tempo measure. Direction tumepewa. Play one crochet. 96 tempo direction. So
Most choirs well. They understood the tempo, they picked well. Alafu, there is dynamic direction pia tumepewa, mezzoforte. Mezzoforte, okay, not forte. I think Italian, Mezzoforte is moderately loud. So some people begin at piano point. Piano sio ile inachezwa. Yani soft. Soft pia inamaanisha soft ni sauti ya chini. So anza wimbo yao wale approach ikiwa soft sana. Supposed to be at mezzo forte. Walikuwa chini zaidi. Okay. Tumeenda ni mingi, watu walikuwa naimba tofauti, but kulikuwa na great concern about dynamics pia. Kuna dynamics tumepewa hapo, tunaenda kwa kitu mali wangu wayatatu wali vizuri change kutoka kwa mezzo forte kwenda forte. Then tuko na mahali crescendo 3, I think ni page 4. Mahali actually the melody itself is a ladder. Inaweza chini ina dictate na miandika present. So wengine hawakuona hiyo. You are to learn that forte then we transition to time signature. Transiting from a 2/4 to 3/4. So there is kuna mtiani mbili tunabadilisha time. Alafu tempo tumepewa new tempo atanje. Tumekuja Israeli asema sitawacha. So it's supposed to be somehow kidogo tu iwe tumekuja. Some people, some choirs treated it to be slower. Wana wa Israeli asema sitawa. So it's supposed to be a bit faster kidogo from the other one. Watu tunaimba vizuri wengi entries, but concern nyingine ni mahali tunatoka kwa kuingia kwa page 8, mahali inaongea mambo ya sasa. Tuko kwa climax ya Jubilee. Climax Jubilee. Matumaini. Kuna kwa mbili sitataja, but nimewaandikia. Kufikia hapo hata mood ingebadilika. Watu watakuwa na hapo sasa ndio tuko kwa climax Jubilee. Hata the time signature, I mean the time ni something about tofauti ina demand hata ikiwezekana kutumia hata instruments. Wengine some people did, but hata kama mungeweza kupata instruments, so we expecting some mood
point. Some choirs did well. Ulikuwa unaona sura ikifika hapo imebadilika. Kununa tu. I don't know kwa nini. So, walimu pia hapo mtangalia kwa yako perfect. Then kuna mahali hapa pausa. Okay, we call it a pause or pausa. Zikiwa mbili hapo. Sasa yo, the syllables yo na te. Yo as a syllable iko na pausa yake. Te iko na pausa yake. Then we transit to a new signature. So some people treated them as if there was a run. That is not a run. What I mean, some people treated them as runs, which is not correct. Then there is a melody ambayo sasa imerekaa pale mbele page, I think page 3. Hakika wana Mungu. So the melody has recurred, but with a difference in time signature. We are not in tempo. So wengine walitumia tu the same. The melody kuja kurika hawakuangalia nini, the tempo imebadilika. So until up to the last page, I think nimeandikia almost everybody. The last page, limo utaangalia kuanzia wahiji wa matumaini. I don't know if the melody is dragging such that ikifika hapo kusema hapo kuanzia wahiji wa matumaini tempo ibadilike. Badilisha kwa mbili tu hawajabadilisha tempo. The last page utaangalia hakuna tempo direction ambayo inasemekana iwe slower kuanzia hapo. The tempo direction ni kuanzia Pilgrims of Hope. Hapo ndio kuna tempo direction. Tunaonyesha vizuri 74 approaches per minute. Together in prayers 60. Very few choirs waliweza kupata vizuri. Otherwise, the last syllable prayers, there is a longer pause hapo. Sasa ndio longer pause ile ya tunamalizana. Hiyo ni kama mtu amepata. Makofi kwenu kwa hiyo. Mtu amepata. So what I'm talking about ni tukikuja. Wahiji wa matumaini pamoja katika sala. Zia wahiji wa matumaini hapo walimu mtaangalia the last page. Nato nini? Kwa kubadilika. Mimi nataka kuwashukuru kwa kazi nzuri na
Usitoke kutoka hapa. Kwa hivyo ilikuwa na 62% ikiwa number 7. Sawa sawa. Wapigieni makofi. Basi moderator. Tuwapigieni makofi tena. The youngest parish na their first attempt kwenye hii mashindano. Unaona wamefikishwa wanaume wangapi? 30. First attempt, hardly a year. Tuwapigie. Okay, sawa sawa. Umesikia hapo? Kwa hivyo walikuwa 30 participants. Marks wakawa ni 30. Si sawa sawa? Music walikuwa na 32. Percentage ni 62%. Wakawa number 7. Wapigieni makofi. Nasikia washaondoka, kwa hiyo certificate yao naweza preserve for them. Wako. Okay, the next one ni Holy Trinity, Kariobangi North. Participants walikuwa 42, marks 50, music ikawa ni 32, percentage 82%. Namba 6, wapigieni makofi. Hii ingine ni Divine Mercy, Kariobangi South. Wapigieni makofi. Participants walikuwa 62, marks 50, music 36, percentage 86%. Number 5. Okay. Hii ingine ni Only Innocence Tasia. Participants walikuwa 48, marks 50, music 39, percentage 89%. Wapigieni makofi. Hiyo namba Holy Cross Dadora. Participants number 3, Holy Cross Dadora. Participants 52, marks 50, music 40, 90%. Wapigieni makofi. Ingine function of Mary. Number 2, participants walikuwa 65, marks 50, music 41, wakawa na 91%. Father Munyu, there is a trophy also.
So, kindly, umoja. Okay, number 1, said Jude Donomo. Participants 53, marks 50, music 42%, 42, percentage 92%. Number 1. Wapigeni makofi. Kombe ndio hiyo. Okay, nasikia kila kwaya imesikia venye mmeperform na ile kazi mmefanya kazi mzuri sana wanaume. Sawa sawa? Okay. Thank you very much. Congratulations to each and one of us. Hapo ndio tafadhali kidogo Gentlemen, ngojeni kabla tupate baraka za mwisho The official communication right now, the first 4 ndio zinaelekea kwenye zonals. God is good. Ningeomba Sisi wenyewe wanaume hapa mnikubalisha tena tutetee Basete iendelee because it's the youngest and the mandate to get the biggest number. Is that okay with you people? Haya, not a promise. Tukitupa tukue hivyo. But for the first year and they have made more than 30, I think it is something. Moderator iko wapi? Basete. Mama tupige makofi bwana. Congratulations. Congratulations. Na karibu. Na karibu inakuja na so asanteni sana sana. I think I don't think there is much I would just say. I would just request the binary moderator of DPC, Mike, give a vote of thanks, but in very detailed and short, so that to release our wanaume wapate. Thank you. Pilgrims of Hope, together in prayer, let's first appreciate ourselves for participating in today's event. As I said at the beginning, when we started, this is a good gesture that men can gather together to be able to evangelize. So all of us are evangelizers. Secondly, allow me to appreciate our educator for the good job. Let's appreciate him. And, without the support of the CMA leadership, this will not also have been successful.
to appreciate EMA. Appreciate them. As men of God, we have a responsibility, and this is one of the responsibility that we've been able to fulfill. So we also want to appreciate in a very special way our host parish, Divine Mercy Kariobangi South. Let's appreciate our host. Last but not least, we work together with our clergy. It is the clergy whom we are celebrating today. As we continue praying for them, the Good Shepherd Sunday, that they may continue to walk with us. That is why we have our priests together with our as we continue evangelizing. So let's appreciate our priests. And my final remark is the journey has just started. We shall be progressing to the next level, the zonal, and the call, as said, if all men are able to join. So wanaume wote tunaulizwa baada ya fadhali tujiunge, and through the support of our clergy. Tunasema wanaume ndio wataifa katika either misa ya kwanza, ya pili, ya tatu, namna hiyo. Tuulize wanaume wote tuweze kuingia kwenye kwaya, tuweze kueneza injili ya Bwana. Basi yangu ni kuwatakia heri tunapoanza siku ya leo na tunapoanza wiki. Mwenyezi Mungu azidi kutuongoza katika maisha yetu na katika familia zetu. Tumsifu Yesu Kristo. Mungu ni mwema na kila wakati. Basi asanteni sana na nawatakia kila laheri. Asante sana Moderator Mike. Na mnaona pia mvua si ni baraka. So kiomba Father Dean, utaratibu wenu uko vipi? Mimi nimejiuzuru. Mungu ni mwema. Sasa tutamwalika Father Paul aweze kutumalizia na sala na baraka ya mwisho. Karibu pale. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe. Na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Mungu Baba Mwenyezi, tunakushukuru kwa siku hii ya leo na kwa tamasha hizi ya nyimbo ambazo zimefanywa na CFAK. Na waombea wanapoendelea na kundi lao, ukazidi kuongoza na kuwalinda kwa juhudi zote walizozitia na kwa practice zote, kwa muda wao na kwa nafasi zao. Mwenyezi Mungu endelea kuwabariki, wabariki katika familia zao, katika kazi zao na katika mipango yote ya maisha yao. Endelea kuwajalia wote afya njema na amani itokayo kwako. Hata kwa walimu wote waliotembea pamoja nao kuwafundisha katika uimbaji huu, Mwenyezi Mungu kuwazidishia mapendo hayo. Na hata kwa chaplain wao, Mwenyezi Mungu kazidi kumbariki anapotembea pamoja nao katika hali ya kiroho. Tunaombea hata tunapoondoka kwa siku ya leo, ukaongoze kila mmoja wetu ndako wakafike salama salimini na wakazidi kulisifia jina lako. Katika yote utuwezeshe siku zote kutenda yote kwa sifa na utukufu wa jina lako. Na tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu.
Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Bwana awe nanyi. Awabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Tumsifu Yesu Kristo.